Hii story ya msichana wa nyumba kupea mtoto sumu inanichanganya kidogo. Inanichanganya kabisa. Hebu tusikie hapa. Yeye anacheza lakini mimi naenda. Akwambia mtoto anacheza. Yaani alipigia msichana wa nyumba simu pifa atoke, akamuuliza kama mtoto ako sawa. Msichana wa nyumba akamwambia mtoto ako sawa, anacheza. Anaenda. Anaenda gari aenda Kisumu. Ilikuwa kitu saa 4 hivi, saa 4:30. Hiyo ni saa 4. Nikaenda nyumbani, nikapata mtoto ako sawa. Akaenda nyumbani, akapata mtoto ako sawa. Sijui kama mnaelewa. Alipiga simu, msichana wa nyumba akamwambia mimi ninaenda Kisumu, nimeacha mtoto akicheza. Wakati alikuja nyumbani, akapata mtoto ako sawa, anacheza. Ni yeye anasema alipata mtoto akiwa sawa akicheza. Cheza. Bila aliniona nilikuwa nimembebea vitu za kukula. Ongeza sauti. Wakati mtoto alimuona, huyu madam alikuja na vitu za kukula. Alikuwa na vitu za kukula. Mama ya mtoto alikuwa na vitu za kukula, mtoto akamuona. Alikuwa mtoto vitu ya kula za watoto hizi. Akakula, akaniambia nitakula sweet, nikampa. Mtoto akakula hizo vitu mamaka alikuwa amebeba. Sijui kama mnanielewa. Mtoto akakula vitu mamaka alikuwa amebeba. Kumbuka, msichana wa nyumba alimwambia mtoto ako sawa, akakuja akapata mtoto akiwa sawa akicheza, na alikuwa amebeba vitu za kukula, akapea mtoto vitu hizo, mtoto akakula. Akatapika. Hiyo matapiko yake ilikuwa greenish in color. Wakati mtoto alikula hizo vitu akatapika. Kama vile mtoto hakuwa amekula, hakuwa anatapika, alipata mtoto akicheza. But after mtoto amekula hizo vitu akatapika. Na hizo vitu ni mamake mtoto alikuja nazo. So sikuchukulia hivyo, nikadhani labda ni kushiba mishiba ama na hizo vitu amekula. Hizo vitu amekula. Sasa kwa kidogo hata yeye mwenyewe vile mtoto alitapika alijua ama alifikiria ni zile vitu zenye mtoto amekula. Akasema nasikia amechoka na sitaka kulala. After mtoto kukula hizo vitu, mtoto akamwambia amechoka. Na hizo vitu si msichana alikuja nazo, ni mama yake alikuja nazo. Mimi kaendelea na shughuli zangu tu kwa nyumba. Akaamka, bila aliamka akasema bado anaumwa na tumbo kidogo, hisi sana, akokiwa anataka maji. Akampea maji, akakula sopa around 8 saa 2 kielekea saa 2. Yaani msichana wa nyumba alitoka kitambo tu mchana. Mamaka amekuja amepata mtoto ako sawa, akampea kitu mtoto akakula akatapika. Saa 2 usiku. Huyu hata kama ni Kisumu si alishafika. Saa 2 usiku. Nusu saa 3 ndo akaniambia nasikia amechoka tena. Saa 2 usiku ama saa 3 mtoto akamwambia amechoka. Nitakulala. Nikampeleka bedroom, akalala, nikamikisha nimemfunikia vizuri. Mimi nikarudi sitting room, niendelee na kazi zangu. Sasa kitu saa 5:30. Saa 5 usiku. Saa 5 usiku. Inasemekana ni msichana wa nyumba alipea mtoto sumu. Ni msichana wa nyumba alienda mchana. Sijui kama mnanielewa. Saa 5 usiku. Kwani mtu mwenye amepewa sumu huwa anakaa dakika ngapi? Ndio hiyo sumu react kwa mwili. Anyway, hebu tusikie. Mwamsha ende kujisaidia. Aisaidia ndiye asikoje kwa kitanda. Ndio nikapata ni baridi, respond. Now, hiyo ni saa 5 usiku ndiye akapata mtoto amekuwa mbaridi. Kutoka mchana saa 9 saa 10. Amesema vizuri alikuja na vitu akapea mtoto akakula. Akasema alipata mtoto akikuwa sawa akicheza. Mwenyewe amesema. Mimi nataka madaktari wakuja hapa watuelezee sumu inachukua kwa mwili muda gani ndio ina react. Hiyo ni swali ya pili. Huyu mama aliyemwambia ni msichana wa nyumba amepea mtoto wake sumu ni nani? Aliyeambia yeye ama alirealize aje ni msichana wa nyumba amepea mtoto wake sumu? Alirealize aje? Because this story is not adding up. Haikuchi vizuri vile inatakana ikuje.
Nikajaribu kumuita haitiki, nikaenda kwa neighbor nikamwambia hebu kuja jaribu kuita mtoto labda wewe ukimuita ataitika. Ndio mtoto wa neighbor akakuja akaita mtoto respond, ndio tukachukua tukamleta hapa. Sasa hiyo ulikuwa unajaribu kumwamsha amki, unamuita itiki, ukaenda kuita jirani akusaidie kuamsha. Sasa vile aliona itiki akakuja tukamleta hospitali. Tukaroi family, daktari wakajaribu the best. Wakaniambia she has passed on. Now my question is, madam, ulijuaje ni house girl ameua mtoto wako? That is a very simple question. Because hata kama uchunguzi natakana ifanywe venye huyo mtoto alikufa, yafaa tuanze na mama yake. Hii chakula alikuja nayo ilikuwa chakula gani na alikuwa amenunua wapi? Kitu ingine, alipata mtoto kama anacheza. Hakupata mtoto amelala kwa hali mahututi. Mtoto alianza kulala after amekula chakula mamaka amekuja nayo. So huyu madam alijua ache ni msichana wa nyumba amepea mtoto sumu. Sijui kama kuna watu wanajua kufikiria wanisaidie kufikiria. Anyway, hii story hata kama polisi watakuwa included, hii story itaenda kotini from one point to another, lazima wafanye due diligence. Tukue na watu wako na akili wa kufanya kazi yao vizuri ndio tupate justice from one point to another. I rest my case. But hii story hapana. Hii story haileti vile inatakikana, vile imesemwa haileti hivyo. Maybe kuna mambo mengine